Hamjambo wapendwa wa Bwana. Ninao moyo wa furaha wa kuwa pamoja na nyinyi leo. Yawezekana unawahi jiuliza kwa maisha yako, Mungu, unataka nifanye nini kwa maisha yangu? Somo la leo lina jibu nzuri. Leo tutaendelea kujifunza kuhusu nenda ukafanye wanafunzi. Nenda ukafanye wanafunzi. Jibu la hili swali lenye unaweza jiuliza, Mungu unataka nifanye nini kwa maisha yangu? Jibu ni wazi, ni rahisi, na inatoka kinywani mwa Yesu Kristo peke yake. Anasema, nendeni mkawafanye wanafunzi kutoka kwa mataifa. Neno muhimu hapa, Yesu hajasema ukuwe na nivo fulani ya masomo, hajasema ukuwe umepagwa mafuta ya namna gani, hajasema ukuwe na shirika. Hivyo vyote ni mzuri, lakini hatuvihitaji kwa mwanzo. Lakini anasema nendeni. Nendeni. Vitu tunahitaji peke yake kuitikia hii mwito. Tunahitaji kuwa na huyo moyo wenye kujali, moyo wa kitumishi na ujitowaji. Fikiria mahali ulipo, kwa taifa lako, kwa community yako, na mahali unakaa leo, ama kila mara unapatikana tu. Ujiulize, nani ambayo anatakikana wewe umsaidie kuja kwa Yesu wiki hii? Kuna watu wengi ambao wanafungwa, wanahitaji sauti yako tu wafunguliwe. Kuna watu wengi ambao wako tayari kumfuata Yesu. Kuna watu wengi wanajiuliza kuhusu Yesu. Kuna watu wengi wana maswali, lakini wanahitaji mtu wa kuwakaribia, na ni wewe. Mathayo 28 mstari ya 18 hadi mstari wa 20 inasema hivi: na Yesu akatokea akasema, nimepewa mamlaka juu na chini. Kwa hiyo nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkawafundishe kushika mambo haya niliyowaamuru nyinyi, na tazameni niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Neno moja la ajabu sana, neno moja ngumu sana, neno moja rahisi sana. Kwa nini ni ngumu na ni rahisi? Ni ngumu kwa wale wasioamini na ni rahisi kwa wanayoamini. Kwetu sisi ni rahisi. Acha tuone ukweli wa kwanza wa hili neno. Yesu anaanza, anasema nimepewa mamlaka juu na chini. Inamaanisha anatuma sisi twende. Hajauliza sisi kama tutaenda. Anatuma sisi nendeni. Inamaanisha hatujaenda sisi wenyewe. Tunaenda na nguvu za Mungu kutoka juu. Kila mahali unaweza kuwa unafundisha watu maneno ya Mungu, unaita watu kuja kwa kanisani, unaita watu kumfuata Yesu Kristo, unatembelea watu, kila huduma unafanya, jua kuna nguvu za Mungu ambazo ziko nyuma yako. Hauko wewe mwenyewe. Tuchukue mfano ya mtu mmoja, aliongea ya kwamba alikuwa kazini. Na wakati alikuwa kazini, alikuwa naona ndugu yake wa kazi, ikaona amsaidie. Akamuuliza, tunaweza nikakuombea? Sasa hilo swali lilifungua milango. Huyo rafiki yake akawa sana mtu anayetaka kujua mingi sana kuhusu Yesu Kristo. Na wakati waliingilia, huyo rafiki yake akaleta rafiki mwingine akaleta mwingine, ikawa kundi kubwa sana. Mwishowe ikawa kanisa kubwa. Sababu kuna watu wengi ambao wanahitaji wafunguliwe,
lakini ni lazima wewe useme neno. Kama wewe hujasema neno, hawatafunguliwa. Ni lazima wewe useme neno. Ni kazi yetu mimi na wewe. Kitu tujue ya kwamba wakati tuna ujitowaji ya kufanya kazi ya Mungu, hatuhitaji kila mtu wote atukubalie. Wamoja wanaweza kutuchanganya akili, wengine wanaweza kutukataa. Hiyo ni mzuri tu. Tunaamini ya kwamba kukubali ya mwanadamu si kukubali ya Mungu. Kukataa ya mwanadamu si kukataa ya Mungu. Kitu tunataka ni kusonga mbele. Fikiria kwa maisha yako, kwa watu unajua, nani anahitaji mwongozo wako? Wewe mwenye unajua Kristo, na huyo rafiki yako mwenye ajue Kristo, nani unasubiri tena atakuja kuhubiria umutu? Ni wewe sasa. Mungu alifanya umutu awe rafiki yako, lakini yeye ajue Kristo. Sasa ili huyu mtu awe mzigo wako, wewe umulete kanisani. Fikiria ni nani. Andika chini na ujue ya kwamba ni jukumu yako umufikie, sababu Mungu tayari amekuunganisha na yeye. Kufanya mitume ama kuenenda haijamaanisha uvuke nje, haijamaanisha wende nje ya nje, haijamaanisha wende nje ya state, haijamaanisha wende nje ya county. Unaweza simama kwa nyumba yako, unaenda kwa nyumba ya jirani ukasema neno, umeenenda. Haijalisha wende shule pana. Okay, tunajua kwa nini tunapasha enda. Tunaingia lingine neno kubwa. Neno la muhimu lenye liko hapa, ama amri kuu yenye iko kati ya hii maneno mawili, ni kufanya wanafunzi kutoka kwa mataifa. Sababu hajasema twende tu, anasema nendeni. Baadaye akaongeza mkafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sasa neno ngumu hapa, na ama neno nzuri, ama jukumu letu hapa, amri ametupa ni ama mataifa wenye tunaona tuwafanye kuwa wanafunzi. Unaweza uliza, tutafanya wanafunzi namna gani? Kufanya wanafunzi ni jambo rahisi tu. Kufanya wanafunzi, ufuata hii maneno matatu tu. Kwanza, saidia watu kumfuata Yesu Kristo. Saidia watu kukomaa kiroho. Saidia watu kuishi maisha ya kiroho kila siku. Hapo unafanya wanafunzi wa kweli. Unaweza uliza tena, ninaweza kufanya namna gani? Ndiyo, unaweza ifanya. Alika watu kuja kusikia Injili. Unaweza alika watu kuja kwa kwaya. Unaweza alika watu kuja kwa maombi. Unaweza alika watu kuja kanisani. Unaweza alika watu kila mahali ambapo kuna Injili. Hatua ya pili, tembea na watu wakati wanajifunza. Kuna Wakristo wapya ambao wanahitaji mtu kutembea nao. Uwashike mkono, uwahimize. Ya pili, utie moyo Wakristo wapya ili wakomae. Unaweza watia moyo. Ndiyo, inakuwaka hivi, unaweza fanya hivi, unaweza fanya mambo kama na hii. Hata na mimi nilikuwa nasikia hivi, unaweza omba tu, unaweza hubiri tu. Hata nilikuwa nasikia hivyo siku moja, lakini wakati niambia nihubiri, nikasimama na nikahubiri. Unaweza omba tu, unaweza simama tu na ukaomba kisu unaombaka nyumbani. Watie moyo. Kuna mfano ya mtu alikuwa anatia watu moyo. Wakati anatia watu moyo, mara kwa mara Mungu anafanya kazi. Anafanya kazi. Haijalishi unaweza anza namna gani. Unaweza kuwa mwanafunzi, unahimiza wanafunzi wenzako. Unaweza kuwa mfanyakazi, unahimiza wafanyakazi wenzako. Unahimiza marafiki wenzako. Kuna watu ambao wewe unajua wajamjua Mungu, ama kuna watu ambao unajua wanarudi nyuma, unawahimiza. Hapo unafanya wanafunzi. Haijajalisha wewe wetu kuwe missionary, haijamaanisha wewe upagwe mafuta.
Hiyo ni kazi ya kila mwamini. Hiyo ni kazi ya kila mwamini. Tulete washirika, tulete watu kwa kanisa na mchungaji achunge. Kila mtu ni mwinjilisti. Kila mtu ana jukumu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tusibaki tunaenda kanisani tu, lakini atufanye wengine kuwa wanafunzi. Na wewe unasema kanisa yetu haikuwake na watu. Sasa kama nyinyi ni watu 10 mwa hiyo kanisa, mkisema tu sisi ni watu 10, kila mtu akuje na watu wawili, hilo kanisa litakuwa kubwa. Sisi tulikuwa tunafanyaje? Na wakati kanisa linapungua, tunatuma watu. Wewe kila mtu analeta watu 3. Ili upate watu 3 wakuja kanisani, inabidi ualike marafiki kama 13. Marafiki 13 utaalika, ama utaalika marafiki 10, utapata 3. Lakini usitaki marafiki 3 kisha unaalika 3. Wangapi watakuja? Kuna wenye wataitikia mwito. Sasa inabidi waalike wengi. Unaalika wengi na unaona kanisa linakomaa. Ni sisi ambao tutakomalisha hilo kanisa. Yesu alishatuambia twende. Mara kwa mara unaweza uliza, mimi nilijaribu kuanza kikundi lakini wenye nilianza nao wakaniacha. Ni kweli, acha waende, lakini wewe endelea na imani. Ni kawaida, si wote walianza ndio wanafikia mwisho. Hata wakitoroka, enda ita wengine. Wakienda Pandei, enda Pandei leta wengine. Wakienda Pandei, enda Pandei leta wengine. Kuna wenye wanarudi na kuna wenye wanakuja. Usihofie kusema hawa hawatakuja, hawa wameenda, hawa hapana. Wewe unaenda kwa mstari. Kama wameenda, ujua ya kwamba hiyo ni kawaida. Wewe hautakuwa mtu wa muhimu ama mtu wa maana ama mtu wa maendeleo wakati unafata wale walioenda. Jiulize kwamba unatembea kwa muda wa Mungu ama unatembea kwa muda wa wanadamu. Wewe tembea kwa muda wa Mungu, achana na muda wa mwanadamu. Muda wa mwanadamu anarudi nyuma, muda wa Mungu unasonga mbele. Mambo mengine unaweza yafanya, lakini Mungu anajua. Fikiria kwa kazi lako, nani anahitaji mumlete kwa Yesu? Nani anahitaji nguvu kutoka kwa Yesu? Nani anahitaji wewe umwambie? Wote wenye unajua wamjue Mungu, ni jukumu lako wewe uwalete kwa Yesu. Wale wote unajua wewe, Mungu akakuunganisha na wao, sasa hiyo ni jukumu yako uwalete kwa Yesu. Sababu wewe ndio unajua njia ya kweli na uzima. Haina haja uwawache huko. Ukweli ya 3 anatuambia mkawabatize. Tuwasaidie waamini wapya kubatizwa. Tuwafundishe ubatizo ili wabatizwe na waamini Yesu Kristo. Neno la pili anasema tukawafundishe. Sisi tunapaswa kuwafundisha kuishi maisha Yesu anataka. Haijalishe uko namna gani, wewe inabidi sasa uwafundishe maneno ambayo wanapaswa kuishi. Ya mwisho ambayo iliyo ya kutia moyo sana, iliyo ngumu. Yeye anasema, natazameni niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Wakati unajisikia siwezi enda, sitaweza sema, hapana, iko na wewe, enda. Wakati unajisikia hapana, watu watanicheka, hawatanikubali, enda, wataukubali. Mungu yuko pamoja na wewe. Wakati unaona huduma inakuwa ngumu, hata unajisi kutoroka, jua Mungu yuko pembeni yako tu. Usione kama ni ngumu, jua Mungu yuko pembeni. Jiuliza haya maswali. Ni nani ninapaswa kuleta kwa Yesu wiki hii? Jiuliza, nitaanza hatua gani kualika watu, kufundisha na kuatia moyo? Ujiulize tu, nitaanza hatua gani ya kualika watu, kufundisha na kuatia moyo? Ujiulize tena,
ninaongoja maamuzi ya Mungu ama ya mwanadamu? Hapa kuna vitu vitano tunaweza fanya kwa urahisi tu. Tuamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili yetu. Tuchukue muda ya kusoma neno lake kila siku. Unaweza omba, unaweza jifunza Biblia na kujifunza kusikia Roho Takatifu. Unasikiliza Roho Takatifu. Kujifunza kupata muda na Mungu ni kwa maombi, kusoma Biblia na kujifunza kusikiliza Roho Mtakatifu. Alika mtu mmoja kusoma pamoja na wewe. Ile saa unajifunzaka neno, alika rafiki yako na yeye kujifunza neno. Alika tu ajifunze neno. Changia ile unajua. Hauwezi jua yote. Tu ile unajua kuna mwenye ajue, hubiri ile yenye unajua. Changia ile unajua. Naamini Mungu atafanya kazi. Amini tu, nguvu zako Mungu atazigusa. Nguvu zako Mungu atazidisha. Kazi yako Mungu ataifanya kuwa kubwa. Hizo makazi unaona kubwa zilianzaka kazi ndogo. Zile kazi unaona kubwa zilianza na maoni ya mtu mmoja. Chukua hatua tu. Yawezekana wewe ungali mdogo. Yawezekana unasikia aibu. Inawezekana ungali unaanza. Yawezekana uko na shida mingi. Anza jinsi ulivyo tu. Anza jinsi ulivyo. Anza na mahali ulipo. Na Mungu atakutumia kufikia watu wengi. Imani yako si ya kukaa nayo na kwenda kanisa peke yake. Ni imani ya kugawa kwa wengine. Chukua hizi hatua tatu muhimu. Chukua hatua ya kwanza ya kwenda na kufanya mataifa kwa wanafunzi. Chukua hatua ya pili ya kufundisha. Chukua hatua ya tatu ya kutiana moyo. Mathayo 28 mistari ya 18 hadi ya 20 inatukumbusha ya kwamba twende tukawafanye mataifa kwa wanafunzi, tukawabatize na tuwafundishe, na Mungu iko pamoja nasi. Timotheo wa pili sura ya 2 mistari ya 2 inasema, wewe lile neno uliofundishwa, ile neno ulio nalo, lile neno ulisikia, lile neno kidogo uko nalo, uliweke kwa wengine, na wale wengine nao watalifikisha kwa wengi. Usikubali neno lako unajua kuhusu Mungu libakie moyoni mwako peke yako. Ligawe lifikie watu wengine. Amini kazi yako unaweza fanya. Inaweza badilisha eneo unayoishi. Inaweza badilisha dunia mzima. Inaweza badilisha na mahali popote. Kama hili neno linakutia moyo, tunahitaji kusikia kwako. Unaweza like, unaweza comment, tupe maoni yako. Kama unahitaji somo lingine, unahitaji kusoma mengi, unaweza tuambia pia. Unaweza gawa hili neno kwa watu wengine pia, ili lifikie wengine. Unaweza subscribe ili uendelee kupata mafundisho kuhusu matumaini, imani na uongozi. Kila unachokifanya, kama ni like yako, kama ni comment yako, kama ni kugawa ili somo, linasaidia mtu mwingine kuanza maisha yake mapya ya kumfuata Yesu Kristo. Pamoja tunaweza fikia wengi, na pamoja tunaweza fanya mambo mengi sana. Pamoja kwa mabadiliko ya dunia nzima. Pamoja tunafanya kazi. Pamoja tunafanya mambo mengi sana. Acha tusimame pamoja na kila kitu kitakuwa sawa. Bye.